Naam, bila shaka na vile vile namuomba Mwenyezi Mungu ajalie Waislamu wenzangu wote wanaoadhimisha Ramadhan kwamba Mwenyezi Mungu atujalie fadhila za funga na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Naam, tukiachana na haya tuzamie taarifa hii ambapo maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC waliendelea kujitayarisha na katika kusimamia chaguzi ndogo zitakazofanyika katika eneo bunge la Isiolo Kusini pamoja na wadi 3 za kaunti za Embu na Kakamega siku ya Alhamisi. IEBC tayari imeanza kusambaza vifaa vya uchaguzi na kupeleka maafisa wasimamizi katika vituo vyote vya kupigia kura. Kama anavyoripoti mwanahabari wa masuala ya siasa Chris Thairu, utawala wa Kenya Kwanza na muungano wa upinzani unatarajiwa kupima na nguvu tena, huku kila upande ukipima uzito wa ushawishi wake katika maeneo ya mashinani. Zikiwa zimesalia chini ya saa 48 kabla ya chaguzi ndogo za Alhamisi katika eneo bunge la Isiolo Kusini na wodi za Muminji na Evurore na West Kabras, maafisa wa tume huru ya uchaguzi waliendelea kufanya matayarisho ya mwisho kabla ya wapiga kura kufanya haki yao kisheria. Katika eneo bunge la Isiolo Kusini, ushindani wa kifamilia umeibuka ambapo ndugu wa damu wanakabiliana katika kinyang'anyiro hicho. Kati baba yangu akiwa hai. Tubi Mohamed Tubi, mwana wa aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Tubi Mohamed, anawania kwa tikiti ya chama cha UDA, huku dadake Tubi Bina Mohamed akipeperusha bendera ya chama cha Jubilee. Fayo Isaac Abduba aliyekuwa ameidhinishwa kuwania kwa tikiti ya chama cha National Economic Development Party kinachohusishwa na aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko alijiondoa dakika za mwisho na kumuunga mkono mgombea wa UDA baada ya kushawishiwa na Rais William Ruto. Magharibi mwa Kenya, macho yote yanaelekezwa katika wodi ya West Kabras, eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega. Hapa tena serikali na upinzani wanachuana vikali. UDA imemsimamisha Elfas Shakala, huku chama cha DCP kikimpigia debe Bramwell Khaemba na NEDP ikimdhamini George Musini Mukhwana. Katika eneo bunge la Mbere Kaskazini, kaunti ya Embu, wagombea wa UDA katika wodi za Muminji na Evurore wanaonekana kuwa na nafasi kubwa ya ushindi baada ya vyama vikuu vya upinzani DCP na DP kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Kiti cha wodi ya Muminji kilibaki wazi baada ya aliyekuwa mwakilishi Newton Karis kujiuzulu ili kuwania ubunge wa Mbere Kaskazini, ambapo alishindwa na Leo wa Muthende wa UDA. Hata hivyo, macho yote kwa sasa yanaelekezwa kwa vyombo vya usalama kuhakikisha matokeo ya vurugu yaliyoshuhudiwa katika chaguzi ndogo ulioandaliwa Novemba mwaka jana hayajirudii. Chris Thairu, KTN, Nairobi. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha mwisho mwa taarifa za KTN leo jioni ya leo. Na ni kuache na utabiri wa hali ya hewa kama ilivyo ada, ambapo katika maeneo mengi ya nchi kunatarajiwa hali ya mawingu kwenye vipindi pamoja na vipindi vya jua, huku baadhi ya maeneo yakikabiliwa na uwezekano wa mvua za hapa na pale na vile vile radi na ngurumo. Na kwenye maeneo ya nyanda za chini katika maeneo ya Kenya kutakuwa na joto la wastani hadi kali, ilhali maeneo ya nyanda za juu kama vile sehemu za kati mwa nchi yakitarajia kuwepo kwa hali ya hewa ya baridi kiasi na mvua na mawingu mengi na vile vile mvua za mara kwa mara. Hayo ndio yaliyotabiriwa kwenye utabiri wa hali ya hewa hii leo, na nitakuwa na kuacha na utabiri huo. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa na mwenzangu Wilson Mushora amekuwa kitafsiri taarifa hizi kwa lugha ya alama. Hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.